Ikiwa nitafungwa wakati wowote kwa dharura kwa propaganda itakayotungwa, ikiwa nitapotezwa wakati wowote kwa namna ambayo tajua tu kabisa kwamba hapa palikuwa na jambo nikapotezwa ama nikauawa, wahubiri niliowahi kusema makosa yao, asilimia kubwa ya wahubiri hao waje wabanwe. Kuna taarifa watakuwa wanazijua kuhusiana na maisha yao, kwa sababu ndio wahubiri wanaoongoza mawaziri wanaotoa matamko ya mabaya nikute, wahubiri wanaoongoza wakuu wa polisi, usalama wa taifa, mahakama, majaji, mahakimu, makarani, wanasheria. Hii ni njia iliyo njema, kutembea katika utakatifu, haki na usawa. Lile usilopenda kutendewa wewe, usimtendee mwingine. Mara nyingi wanaambia mimi nasimama mbele yenu mara nyingi ili niwashirikishe sehemu ya fikra ambayo nakuwa nayo. Ni kweli wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana nyie mwende katika yale ninayofanya, kwa sababu niko mfano hapa, hili wiki nimekutana taarifa nyingi sana za kitelejesia nyingi na kwamba wapi kuna kikundi fulani kimekuchoka sana. Nisema haiwezekani hawa anaongea makosa yetu, kuchambua, almaarufu anaita kufuatilia maisha ya mtu, kufuatilia maisha ya watu. Nipata taarifa fulani kama 3-4 hivi, ngumu sana. Mpaka leo nilikuwa natoa clip ambayo nadhani nitairusha kesho. Nikasema ikiwa nitafungwa wakati wowote kwa dharura kwa propaganda itakayotungwa, ikiwa nitapotezwa wakati wowote kwa namna ambayo mtajua tu kabisa kwamba hapa palikuwa na jambo nikapotezwa ama nikauawa, wahubiri niliowahi kusema makosa yao, asilimia kubwa ya wahubiri waje wabanwe. Kuna taarifa kuhusiana na maisha yao, kwa sababu hawa kuwazuia ndio wahubiri wanaoongoza mawaziri wanaotoa matamko ya mabaya nikute, ndio wahubiri wanaoongoza wakuu wa polisi, usalama wa taifa, mahakama, majaji, mahakimu, makarani, wanasheria. Wanapoona watu wao wananitukana kwenye mitandao nikiwa nimeataki ubaya fulani wanaofanya, hawasimami kuambia watu wao kwamba hicho alichokifanya Mbarikiwa ni sahihi. Wanaacha watu wao wanaendelea kutukana, na watu wao ndio majaji, watu wao ndio mawakili, watu wao ndio makarani, watu wao ndio usalama wa taifa, watu wao ndio mawaziri, watu wao ndio wakuu wa wilaya, wakuu wa polisi, wakuu wa mikoa na kadhalika. Mwisho wa siku hawa watu wakiwa wanataka kutetea wachungaji wao, manabii wao, maaskofu wao, na nabii hatoi maelekezo kwamba huyu amenionya hapa, amekemea hili, ukweli hili haliko sawa, wale watu wanafanya kile wakiwa wanajua wana baraka zote za mchungaji wao, za askofu wao, za nabii wao au mhubiri wao. Kwa sababu yeye angesema kama vile alivyofanya yule kijana anaitwa Dennis, angesema hakuna wafuasi wa Dennis wanaoniona mimi ni mbaya, hakuna mashabiki wafuasi wa Dennis wananiona mimi mbaya. Kwa kipande kikubwa wengi wanajua okay, huyu ni mtu wa Mungu. Hakuna wafuasi mashabiki wa Dennis wanaweza kunidhuru mimi. Lakini wako wengi wao wakikujia inbox wanaanza kusema wala hata usinyamaze, unafanya vizuri, usingekuepo wewe kuturekebisha, tusingekuwa na adabu hii kidogo. Kwa hiyo wewe endelea, yani unanijia inbox unaniambia endelea, lakini hautokei hadharani kuambia watu wako kwamba huyu mtu ni mwema. Mwisho wa siku inawezekana tu hata kunijia inbox kuna maneno unayataka ili uyapeleke kwa watu wako, watekeleze kirahisi yale ambayo ulitaka kuyatekeleza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kimsingi mimi ninachosema, mimi nataka muwe sehemu ya kile ninachofikiri. Mimi nimesema kama uhubiri zitakuwa tantarira hizi, yani mwisho ni huu, amini nimewahakikishia mimi sitaishi. Basi mwisho ni huu, unazeeka hivi
unajibizana kwa comment na watu, unaongea kitu kwa nia ya kweli, unaongea kitu kwa nia njema, unaongea kitu kwa namna nzuri. Mtu anafika na kutukana, anasema anavyotaka, alafu hapatwi chochote. Au mfano ni hivyo akina Mashimo, anafungwa alafu watu hawaoni hata namna yoyote ya kwamba inawezekana Mashimo analipwa kwa sababu ya ubaya wa moyo. Hawaoni, hawaogopi.